Na mtazamaji, ni siku nyingine tena na kukaribisha katika chaneli yangu ya Maisha na Simulizi, chaneli ambayo tunaweza kujifunza simulizi mbalimbali zinazotoka katika Biblia, lakini tunaangalia simulizi hizo basi tunaweza tukaziishi vipi au zinaweza zikatusaidia vipi katika maisha yetu ya kila siku. Tukiwa tunaamini kwamba simulizi za Biblia ni mafundisho ya kweli ambayo pia ni sehemu mojawapo ya kuweza kuruhusu neno la Mungu liweze kufanya kazi katika maisha yetu ya kila siku. Langu jina ni Dorcas Sofiali, karibu tuweze kwa wote sambamba. Leo hii natamani sana tuweze kuangalia simulizi ya Yefta. Simulizi ya Yefta, kama unaweza kufahamu simulizi hii uliwahi kuambiwa au basi hujawahi kuisikia, ni simulizi ya Yefta, na simulizi yake unaweza kuipata katika kitabu cha Waamuzi kuanzia sura ya 11 na 12. Pale inaelezea simulizi ya Yefta, na tunafahamu kabisa kitabu cha Waamuzi ni kitabu ambacho wale waamuzi wadogo ambao walikuwa wanatokea katika kuwasaidia wana wa Israel. Sasa basi nikwambie tu kwamba Yefta, simulizi yake inaeleza kwamba yeye alizaliwa huko Gileadi. Na babake alikuwa anaitwa Gileadi. Sasa Yefta alikuwa na ndugu zake wengine, lakini shida ya Yefta yeye alizaliwa kama mtoto wa nje ya ndoa, mwanamke mwingine. Na huyu Gileadi pia yeye alikuwa na watoto ambao alikuwa na mke wake wa ndoa. Yes. Kwa hiyo baba yake alipofariki, wazee na ndugu zake Yefta wakamwambia Yefta, huwezi ukarithi pamoja na sisi kwa sababu wewe sio mtoto halali. Tukatumia njia hiyo au neno hilo. Kwa hiyo wakamfukuza kabisa Yefta. Na Yefta akaondoka pale, akaenda kuanza maisha mengine sehemu nyingine. Lakini kule alipoenda sasa Yefta, kuna watu mbalimbali ambao pia walikuwa wamekataliwa huku, ambapo Yefta alikuwa amefukuzwa na ndugu zake. Watu hao walikuwa wamekataliwa, watu hao walikuwa na madeni mengi, watu hao walikuwa wamekata tamaa, watu wale ambao tunasema hawa wako down sana, wakaambatana na Yefta. Na Yefta yeye alikuwa ni mpiganaji, alikuwa ni shujaa na hakuwahi kuacha kupigana. Kwa hiyo basi akaanza maisha mapya sehemu nyingine kule nchi ya Tobu akiwa na hao watu. Baada ya muda kupita, wana wa Israel wakapata ujumbe kwamba Waamoni wanakuja kuwavamia katika nchi yao. Wakisema kwamba ile nchi ambayo wanakaa wao ni nchi ambayo wameichukua kutoka kwao. Wazee wakiangalia hakuna shujaa kama Yefta pale, mtu ambaye anaweza kuwapigania kama Yefta. Wakasema sasa hapa tufanyaje? Lakini walichofanya, wakaenda kule Tobu, wakakaa na Yefta, wakamuomba Yefta kwamba Yefta, tuombe uje utupiganie. Baada ya mazungumzo mengi, Yefta akawaambia kwamba mimi nikiwapigania nikiwashindia nitakuwa kiongozi wenu. Baada ya kuongea sana, basi wale wazee watafanyaje sasa, na wanahitaji msaada kutoka kwa Yefta. Wakakubali, na Yefta kabla sasa ya kusema haya vita iweze kupigwa, akabidi atume ujumbe kwenda kwa Waamoni na kuambia kwamba bwana, sisi hii nchi ni yetu, hatujaichukua hii nchi kwenu, ni nchi yetu, sisi tuna uhalali nayo. Lakini kwa kuwa Waamoni wao walikuwa wanataka vita, unajua kuna mtu mwingine yeye ni anapenda tu shari, hakutaka kusikilia ule ujumbe wa Yefta. Kwa moja wakataka vita iweze kufanyaje, kupigwa. Kwa Yefta alikuwa ni mtumishi wa Mungu. Yefta alimweka Mungu kama kipaumbele chake, kwa sababu tunaona Yefta alienda akamwambia Mungu kwamba ukinisaidia mimi kuweza kushinda hii vita, basi mimi nitakapotoka kule vitani na kurejea nyumbani, kile kitu cha kwanza kitakapokuja kunilaki mimi nitakupa. Tukasema hilo lilikuwa ni kama nadhiri ya Yefta kwenda kwa Mungu. Na kweli Mungu siku zote bwana akitaka lake linakuwa lake. Basi akamsaidia Yefta, akaenda akapigana na wale wana wa Israel, na baadaye Yefta akashinda ile vita. Alipotoka kule akarejea nyumbani, lakini cha kushangaza mtoto wake wa kike ambaye Biblia imemtaja ndiye akaenda kumlaki. Kwa huzuni mkubwa na majonzi akakumbuka ile nadhiri
aliyoitoa kwa Mungu. Afanyaje? Akabidi kumwambia binti yake. Lakini binti yake naye afanyaje? Tukasema huyu binti pia alikuwa ni mnyenyekevu. Kwa akamwambia baba yake, naomba basi kwa hizi siku kadhaa niweze kusherekea wanawali wangu. Na baada ya hapo basi Yefta akatimiza sawa na vile Mungu alivyokuwa amemwambia kwamba nitakutolea nadhiri. Tunajifunza nini katika simulizi hii? Kwamba moja, Mungu anaweza akamtumia mtu yoyote anayemtaka. Haijalishi mazingira ambayo wewe unatoka, haijalishi, na yasikukatishe tamaa. Labda wewe umetoka katika familia ya chini sana, labda wewe tunasema ni mtoto wa nje ya ndoa kama Yefta, labda wewe huoni mwelekeo. Nimeona simulizi nyingi, mtu anakuambia kwetu sisi hakunaga tajiri, sisi kwetu hakunaga mtumishi wa Mungu, sisi kwetu sijui ni wachawi na waganga. No, Mungu anaweza akakusaidia, Mungu anaweza akakubadilisha, Mungu anamtumia yoyote anayemtaka. Yefta alikuwa ni mtoto wa nje. Sisemi kwamba ni sahihi kutoka nje, lakini Biblia inatuonyesha Yefta alikuwa ni mtoto wa nje. Na Mungu katika kutaka wana wa Israeli, kwa sababu pia Yefta alikuja kuwa kiongozi wa wana wa Israeli, ni mwamuzi mmojawapo ambaye aliwaongoza wana wa Israeli takribani miaka 6. Mungu alimtumia. Jiulize, kwa nini Mungu hakwenda kuwachukua wale watoto wengine akamtumia Yefta? Leo hii simulizi hii inatufundisha kwamba Mungu anaweza akakutumia wewe, anaweza akanitumia mimi. Haijalishi tumetoka wapi, haijalishi tupo wapi, haijalishi tunaenda wapi. Mungu anamtumia yoyote. Lakini unyenyekevu kwa Mungu, nadhiri. Nadhiri sio jambo dogo, ni jambo kubwa sana. Ana aliweka nadhiri na Mungu kwamba Mungu, ukinipa mtoto wa kiume nitakutolea. Lakini pia hata Yefta tunaonyeshwa kwamba aliweka nadhiri na Mungu na akaja akaitoa. Ni nadhiri inayouma sana. Hakujua kama binti yake inatakiwa kuja kumlaki baada ya kutoka vitani, lakini angefanya nini? Ni lazima aweze kuitoa, na alinyenyekea na akamtoa. Leo hii tujifunze kwamba unapoweka nadhiri kwa Mungu, jifunze kuitoa nadhiri yako. Je, wewe ulishawahi kuweka nadhiri kwa Mungu? Itoe ili uweze kuwa salama. Lakini kitu kingine tunajifunza katika maisha yetu ni tufikiri kabla ya kutenda. Yefta alibidi afikiri kabla ya kutenda. Sijui alikuwa nadhani nini, labda alikuwa nadhani watakuja watoto au sijui, lakini lazima ufikiri kabla ya kutenda. Usipofikiri kabla ya kutenda, kuna madhara pia. Yanaweza akawa kwako au kwa yule mtu ambaye unaweza ukamwambia, ukamfanyia kitu au ukamwambia jambo fulani. Yefta alitoa nadhiri kwa Mungu, alinyenyekea, lakini kwa kutokufikiria kwake, binti yake ikamgharimu na yeye pia ikamgharimu. Mimi ni matumaini yangu kwamba umejifunza na umebarikiwa. Hadi wakati mwingine, langu jina ni Dorcas Safieli.